Mojawapo ya mtoto kuwa anapitia ukatili au amepitia ukatili ni pamoja na mtoto ambaye alikuwa hana tabia ya kujikojolea au kujisaidia haja kubwa kwenye nguo zake au wakati mwingine hata kitandani. Halafu ghafla tu labda wewe umesafiri au ulikuwa uko mbali au wakati mwingine wewe umekuwa mzembe hapo katikati. Mtoto akaanza kujisaidia mwenyewe. Alikuwa ameshatoka huko, akaanza kujisaidia kwenye mazingira kama hayo. Hiyo huwa inafanyika namna hii. Unakuta mtoto kama tu tunavyoona wakati mwingine wanachanganyikiwa, hawawezi hata kufunga kiatu, anaweka kiatu cha kushoto cha kulia hivyo namna hiyo. Na kwenye nguo hivyo hivyo anashindwa kufungua labda zipu ya suruali au ya sketi au chochote atakachokuwa amevaa. Sasa unakuta anaomba msaada kwa mtu ambaye ni mlezi au mtu ambaye yuko naye karibu hapo. Kama labda ni mtu ambaye wewe umemwachia kukusaidia watoto wako. Sasa anapoenda kuomba msaada, yule mtu badala amsaidie labda anamkaripia. Au mtoto si ameshindwa kufungua, anajikojolea. Baada ya kujikojolea, huyu kwa sababu ameona umejikojolea atamkaripia. Mtoto akikaripiwa anapata ile confusion kwamba sasa ni nini, yani anachanganyikiwa. Baada ya kuchanganyikiwa, labda wakati mwingine tena inatokea inakuwa ni hivyo hivyo. Baada ya muda mtoto anatengeneza coping mechanism. Hasemi kwa sababu ya ule uoga wa kukaripiwa au na kuchapwa. Badala yake sasa anakuwa labda anachelewa kusema kwa sababu ameogopa kuchapwa. Au wakati mwingine anaumute, anaanza kuona nikisema nitachapwa, nikifanya hivi anashindwa. Umenielewa? Katika jaribu kufikiria kwenye hiyo confusion. Kuona yeye anashindwa kusema, mwisho wa siku anakuwa ndo anaanza kujikojolea hivyo. Au anaanza kukojoa kitandani. Kama ni usiku labda mtu analala naye, akiwaamsha anamwambia utuache mimi nilale, au anachapwa au anafanyaje, inaonekana tu anafanya ni makusudi. Mwisho wa siku mtoto anatengeneza ile tabia. Kwao anaanza kuwa anakojoa. Unaweza kusema umeukaga ukojoi, mbona sasa hivi umeanza kukojoa? Hiyo inakuwa imesababishwa na huo mlundikano, yani vimetengeneza mazingira kiasi kwamba yeye mpaka anafikia namna hiyo. So ni wewe sasa kuweza kumsaidia mtoto kumrudisha kula alikokuwa. Na unamsaidiaje? Ni kwa upendo. Kwamba ikitokea amekojoa asikalipiwe wala asichapwe. Sio wote wanaweza kufanya hivyo, ni wanapitia ukatili, lakini ni vizuri ukachunguza ni nini kimepelekea mpaka amerudi kuwa anakojoa au anajikojolea wakati yeye hakuwahi kuwa anajikojolea au kujisaidia haja kubwa.